Bwana Sheta. Bwana mimi nasikia bwana maisha ya jela watu wanatupa story sana mkitaa bwana. Maisha ya jela huko ilivyokuwa. Maisha ya jela magumu katika msosi, unajua bwana usikula, unakula nani manini makapi haya unakuta unakula makapi, ugali ujeva vizuri, sijui unakula maagi hajeva vizuri, mchuzi kibao, sijui ni ukweli. Maana kila mtu anaongea anasikia kitu, kama mtu anasikia kitu sehemu anakiongea, kitu kijamkuta, sio inavyokuwa. Bwana nimekutana na wewe, kitu kimekukuta bwana, tuzilishe bwana maisha ya jela kweli hapo hivyo au anazusha? Maisha ya jela bwana alivyo ni kweli, ila wanaokula ugali mbichi mara nyingi sana sio kwa mtu kama mimi eti nishafungwa afu nilisha ugali mbichi na utupa huko, sio unajua. Ila kwa wale mahabusu walikuwa bado hawajahukumiwa, Msamini Media ulipo tupo wapewa wanalishwa ugali mbichi mwanangu, kwa heshima. Mimi hapa sijui neno sipingi, yani hivyo vitu ni Msamini Media ulipo tupo. Tunatoka kufanya kazi uwezo kanilisha ugali mbichi, hilo swala alipo. Na anakwambia eti jela sijui maharage sijui mawili sijui mchuzi kibao, huyo muongo. Mfungwa mahabusu anatakiwa ale gramu 500, gramu 500, yani maharage gramu 500, unga gramu 500 kwa siku hii, kwa siku moja. Ukila mlo mmoja tu ndo auli tena mpaka kesho. Sasa kama una uwezo wa kuchukua ugali wako ule pale belenge ziba na kulikata nusu, kala nusu kala baadaye, yote inafaa. Ila kiukweli jela, maisha ya jela sio mazuri. Sio wenyewe tulikuwa tunapenda kwenda tu, hatujaelewa tu formula, ila kule sio. Kule kwanza unapoteza vitu vingi sana. Shansoma. Kwanza cha kwanza, yani kule kwanza kuja kutoka kwanza unakuwa nguvu hauna, sio unajua. Nguvu si nyingi sana unazimaliza kule, kutokana na nini kule unafanyishwa makazi makubwa, sio unajua. Mgogo kama wale mnaweza mkaambiwa bebeni watu wawili na mnalibeba au watatu na mkalibeba. Kwa hiyo kiujumla maisha ya jela sio mazuri. Ndio maana unanikuta mtu mzima kama mimi asena tuli kila kama safi shemeji, kama mimi ningeenda jela hata mara 6 mara 7. Mimi naongea nipo hapa sansi wanaelewa vizuri na nimekaa na wote mnaelewa. Sheta. Yaani kuna watu wanasema bwana maisha ya jela, kuna ile bwana mtu akienda jela akija kutana akienda jela anapoteza anaenda jela akitoka hata mifumo yote imeharibika, kwa hiyo anakuwa ni haelewi, kwa hiyo anafanya tukio ile tena rudi jela bwana akaendelea kuishi maisha yale. Yani ni kweli sasa tunamna ile wale pale inaweza kama muda kuna kitu kule anakipata. Ushansoma. Mako unakuta jela kila mtu ana mazingira yake aloishi. Ndio maana naambiwa kuna msela kweli na kuna msela bosheni. Ndio maana naambiwa sasa hivi wanaume wachache. Ukitaka ujue wanaume wachache, Msamini Media ulipo tupo klabu, nenda sehemu kama jela. Unamkuta mtu anaweza akaingizwa hela kesho rudi na kitu fulani dukani. Mtu anarudi mpaka nguruka anamiba mtu ana ushakuona. Kwa hiyo hayo ndio maisha ya jela, na mimi mwenyewe tena nishaona watu vitu ndio kama hivyo wanavifanya, na kweli mimi nishashuhudia. Ushansoma. Mimi nikiwa mazingira ya jela, nikiwa nimefungwa, kwanza hapa mimi nakuwa kama Msamini Media ulipo tupo. Na watu 10 wanaongoza kiraia, mimi ninaongoza kifungwa, mimi ndo nawafungia. Yaani hapa mimi ndo nawafungia. Kwa hiyo utumbo wote wanataka kufanya wao ndani mule, hata kama ipo na mtu wake lazima aje anielekeze mimi. Bwana Sheta, mimi mtu wangu bwana tayari nishampalingilia, sema baba mazingira sisi tunakofia wewe. Hasa hapo tunaelewana. Kwa mimi tunaishi vipi? Bwana tunaishi bwana, shika bwana 10,000 hapa mwanangu. Kwa hiyo unamvichia wewe si ndio kila kitu, wewe unamvichia asili. Wao wanafanya mambo yao jela, uchezo wa ushoga jela upo na sana. Ushansoma. Msamini Media ulipo tupo. Unaendelea mpaka hivi leo ninavyokuambia. Sijaenda muda mrefu na sitaki kwenda, ila ninachokuambia mimi jela wengi sana mapunga. Ngine tukikutana mtaani mpaka wanaona aibu bwana. Kwa hiyo gani huyu mtu yupo huyu hajafa huyu atakuja kutoa hata kodi zangu huyu. Kutokana kwamba kodi zake anazo. Ndio maana nasikia story bwana mtaani bwana yule msela anafanya makosa sana ni anatoka jana anafanya makosa kule anabahasha. Unajua zile za giuni. Tunasikia sana hizo swala. Kwa hiyo mimi nikanachukia napotezea ngajua bwana michoresho tu labda vitu havipo kumbe vitu kumbe kweli vipo. Unajua nini?
So kama mtu eti anaenda kule eti utakuta muda ana mazingira ndio banki. Ana mazingira sijui ya nani, si unajua ya uchoko shansoma. Kuna baadhi ya wengine kweli wapo au si wanapenda kwenda mara 2 mara 3 mara 4 ushansoma. Kwa hivyo vitu unavyosema ni kweli vipo au si, ila kwa wale waliokuwa hawajishiki mwenzako anakula nyama hapo, wewe na unatamani nyama wakati una maharage, baada ule maharage yako unamtamani mwenzako kaitoa nyama na mama yake kutoka nje. Sasa dakika mwisho wewe nafikiri inakuaje hapo? Kwa ni wengi lazima akupake mafuta. Kwa wengi kinachowaponza kule tamaa au si? Tamaa, yani tamaa ndo zinawaponza watu jela mpaka ushansoma. Yani wewe jela hata mtu akikugusa hivi wewe shastuka. Govi mkubwa sana yani. Yaani kuna mwingine mwenzako anaguswa nta astuke wa nini? Yani ina maana sikia ashajua kwamba ni ndio tabia zake za jela azojiwekea. Kwa mtu kama mimi au sio, nkienda mazingira yale kwa mzoko naangalia gani macho mbele. Mzamini Media, ulipo tupo. Huyu ana rekodi gani? Huyu anaishi vipi humu ndani? Anamaliza vipi matatizo yake? Ushansoma. Ndio maana unakuta mwingine mtu ana kwa ajili hata pilipili. Pilipili unaiona ulaiani, unalia ugali. Mtu ana pilipili, ugoro. Kipindiko majela wanavuta mabange haya, masigara, mavumbi, sio wajua. Bange yenyewe sio bange shada kama shada. Mavumbi, yani mtu na wana tabia namna hiyo, wengi sana wanakuaga manyapala. Wala wanalala mikanda. Wewe ukiwa ufanye kazi gengeni umelegea legea. Mbona ukimwona nyapala yaani ukimwona nyapala kamsaidia mtu eti jembe lililoshika mfanya kazi. Kalishika yeye nyapala, unajua